chama ambacho kinatawala katika bunge la kaunti ya Nakuru ni DCP. Kati ya wajumbe ambao tuko huko leo hii, hata kukiletwa muswada utapitishwa na wana DCP. Kwa hivyo governor and your team, mukae mukijua ya kwamba tutaanza kuchaguana sasa, ndio tujue sasa kinara wa bunge ni nani. Kwa vile bunge yote ya Nakuru imekuwa ni DCP. Kwisha maneno. Sasa tunataka kuambia mpaka speaker ya kwamba next week tunakuja na uniform yetu ya DCP na ni green. Kwa hivyo ukae tayari, kama utatufukuza utufukuze, lakini tutakuja na ishara ya kuonyesha wananchi wa Nakuru ya kwamba chama ambao inatawala katika County Assembly of Nakuru DCP. Harambe Wanja DCP Guza Rigiji Guza Stima. Kwa majina ni Simon Sankale Olenasieku, katibu wa chama cha DCP kaunti ya Nakuru. Leo hii tuko na furaha ya midhili ya tasa aliyotunukiwa mapacha. Kwa kuwa tumekaribisha wale MCAs ambao walipokelewa na party leader wetu His Excellency Rigathi Gachagua Jumatano iliyopita. Mahali hapa tuko na mwenyekiti ya MCAs ya Nakuru Caucus wakiongozwa na Mheshimiwa Philip Wanjohi na Secretary General wa MCAs wa Nakuru County Assembly ambaye wakiongozwa na Mheshimiwa Alex Mbogwa. Hapa hii tuko na viongozi wao. Walikuwa MCAs 23, lakini leo hii tuko na viongozi wao wale ambao wanaongoza hiyo kamati ya caucus ya MCAs wa Nakuru. Na leo hii tunatangaza hapa katika kaunti ya Nakuru ya kwamba mass exodus ya viongozi kutoka vyama vingine kuingia DCP imeanza. Ni kama ile mass exodus ya migration ya wild beast. Na hapa hivi ndio tunatangazia Kasongo ya kwamba hii ni ishara ya kwamba 2027 tunaua nyoka na mayai yake. Hawa MCAs wamekaa chini, wameawaza, wakawazua baada ya kipindi kirefu, wakakamua ng'ombe, wakakangua ng'ombe, maziwa wakakunywa maziwa kama wale watu wa Olkalao. Lakini imefika mahali wakaona kwamba hii maziwa inaonja kama mwarubaini. Wakasema kwamba enough is enough. Ndio wakasema kwamba Mama Twins, siku zako zimehesabiwa. Pale katika ukuta imeandikwa mene tekel pereshi. Na wewe Kasongo, wewe ni one term. Safari ya kwenda Sugoi imeongezeka kutoka 180 km per hour hadi 360 km per hour. Tunaambia MCAs wengine na viongozi wengine, nyinyi ambao mnakatelia kwa vyama ambavyo vimekufa, tunawaambia kwamba nyinyi ni kama ile kupe imeshikilia ngozi ya ng'ombe. Hiyo ng'ombe imechinjwa, imewekwa, ile ngozi imewekwa kwa kiwanja, imeanza kukauka, na hivi karibuni mtakufa kisiasa unless muingie chama cha DCP. Pia ningependa kusema hivi, tumeona matamshi ya viongozi wengine wakiwa wakitangaza kwamba ati mkitajaribu kushika Rigathi Gachagua. Nyinyi mnacheza na moto karibu na petrol station. Tunawaambia hivi, mnaweza cheza na matiti ya mama, lakini ile kitu ya mzee msijaribu kucheza na. Mkijaribu kuguza Rigathi Gachagua, mumeguza moto. Wewe Sudi unatumika na Kasongo kusema Rigathi Gachagua ashikwe. Hatujasahau ya kwamba wale watu wanafanya incitement ni watu kama Aaron Cheriot. Ameambia watu wa Kericho na South Rift ya kwamba mtu yoyote ana support one term aondolewe Kericho ama wajifiche chini ya vitanda vya watu yao. Tumeona vile ambavyo Mandago amechochea. Tumeona Omar Hassan, Secretary General wa UDA, amekuwa kichochea dhidi ya Wakikuyu na hakuna hatua imechukuliwa. Sisi tunasema kwamba nyinyi mlituzoea sana. Tuliona party leader akivamia Witima, akivamia kule katika maeneo ya Limuru, amevamia pia katika Narok, amevamia katika sehemu mingi sana. Na wale watu walituvamia kule Olkalao wakati wa kupiga kura, hadi siku ya leo hakuna mtu amekama. Hatutaki kitu inaitwa double standards katika mambo ya justice katika taifa la Kenya. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba wale watu wanaunga mkono Kasongo, watu kama Omar Hassan, watu kama Duale walituita fisi, watu kama Murkomen ambaye amekuwa kichochea dhidi ya Gachagua, watu kama vile kina Sudi, watu kama kina Aaron Cheriot, hata nao pia wakamatwe. Na Rigiji
kabla waseme uende kwa NCIC next week. Tunataka kuona Sudi amekamatwa, tunataka kuona Murkomen amekamatwa, tunataka kuona Aaron Keriot amekamatwa, tunataka kuona pia mpaka Kawanjiko amekamatwa, Eric Wamumbi amekamatwa, Betty Maina amekamatwa, na pia hata tunataka kuona kwamba wale wote Moses Kuria amekamatwa, wale wachochezi wote katika eneo la serikali. Rigiji, usiende kwa NCIC kabla hawa watu wote wa Kasongo wamekamatwa mpaka Kimani Ichung'wah, kwa sababu sisi tunasema kwamba hata wale wanasema mlima igawanishwe kama Ruku, hawa pia ni incitement wanafaa. Sisi tuko tayari kumpokea party leader wetu tarehe 14 na tarehe 15, na tunaambia Susan Kihika na huyo Kasongo, tafadhali tarehe 14 tarehe 15 itakuwa ni public holiday katika kaunti ya Nakuru, lakini wafanyabiashara mtafanya kazi kwa amani. Kwa hivyo mtu yoyote atajaribu ujinga kama vile ambavyo mlijaribu kule huko Olkalao. Hapa tuko na majenero ambao ni wamekuwa katika vita miaka mingi. Tafadhali mjue kwamba ukijaribu nyoko tarehe 14 na tarehe 15, hiyo nyoko yako peleka kwa mama yako. Kwa sababu hapa katika kaunti ya Nakuru hatutakubali nyoko. Na kama unajua kwamba kuna kitu inaitwa kichapo cha umbwa, tafadhali kuja 14th and 15. Na wewe kama ni mzazi kuna mtoto yako ni goon, tafadhali jiandae kwa mambo mengine ambayo itafanyika, kwa sababu sisi hatutakubali party leader wetu apakwe maoshoro tarehe 14 na tarehe 15. Na hapa Nakuru hii ndio ofisi kiongozwa na Chairman Siba, na kama kuna watu wengine wako kule nje wanajidanganya kwamba kuna ofisi nyingine, hii ndio ofisi imetambulikana na party leader His Excellency Rigathi Gachagua. Na kama kuna mtu mwingine pale anaeneza uvumi, tarehe 10 na Thursday wiki hii, aspirants wote elected, wale ambao ni watu ambao ni aspirants ambao wamejirejesta na DCP, tutakutana na kikosi cha viongozi wakiongozwa na wale ambao ni wakilishi wa Rigathi Gachagua mahali hapa katika ofisi ya DCP. Kuanzia saa 4 tunawakaribisha wote, elected MCS, nominated MCS na wale aspirants wa DCP, tukutane na viongozi kutoka Nairobi, tupange safari ya party leader tarehe 14 tarehe 15 ili tuweze kuwa na the most successful tour in the history of this country. Na sisi wote tunasema ni one time. Guza Rigiji, guza Sima. Harambe. One time. Harambe. One time. Guza Rigiji, guza Sima. Asanteni sana. Siku ya leo tumekusanyika hapa kuwakaribisha wenzetu katika bunge kuu la Nakuru ambao wamejoin DCP. Hawa ni wananchi ama viongozi ambao wamekuwa wamejitolea sana na pia walitusaidia sana katika uchaguzi mdogo kule Olkalao, na tuwashukuru sana ya kwamba siku ya leo tumejumuika hapa kama viongozi wote wa Nakuru kuanza safari pamoja. Tunasema ya kwamba safari ya bamba ni macheo na wakati umefika, na tarehe 14 tunamkaribisha Rigiji, the 6th President of the Republic of Kenya in Nakuru. Safari itaanza pale Naivasha mida ya saa 4 asubuhi. Kwa hivyo kutoka 14th of this month, kutoka saa 4 asubuhi, wale ambao wanatumia barabara kuu ya Nakuru, Nairobi, Eldoret Highway, musubiri kuona kwamba kutakuwa na very big jam within this area. Kwa hivyo kama uko na maneno mengine unafanya katika hii barabara, unaweza tumia alternative routes ama utumie safari yako in another day. Hiyo tumesema kama viongozi lazima tuinform wananchi, na tunataka kuarifu wale wote ambao wanaweza kuwa wanapangwa na Murkomen na wale viongozi wengine ambao wako na tabia mbaya ya kuharibu mikutano ya DCP, ya kwamba hiyo siku waonywe ya kwamba wasiingie popote katika mikutano yetu. Viongozi watakuwa wamejiandaa kutoka kule nyuma. Pia tuko na viongozi at the national levels ambao tutakuwa nakutana nao on Thursday. Our SG ametangaza hapa ya kwamba the personal secretary to the personal assistant to the party leader Rigiji tutakuwa naye hapa on Thursday. Kwa hivyo viongozi wote, aspirants wote tutakuwa hapa katika headquarters at 9 AM in the morning ili tuhakikishe kwamba tumefanya safari hii iwe ya umuhimu. Kuna wale viongozi ambao wanachochea. Tumeona kiongozi wetu Bwana Kagushia MP kutoka kule Nyeri amewekwa katika seli, ingawa koti ilikuwa imepeana bond siku ya jana na ikasema achiliwe mara moja, lakini akafungiwa until leo asubuhi. Tuseme ya kwamba Bwana William Samuel Ruto tulikupatia kura kama wananchi wa hili eneo, na hatukutarajia kwamba utatumia the police force ama the police unit kuangamiza wananchi wenzetu.
Kuna wale viongozi ambao waliua watu wetu kule Orokarau, vijana wawili waliangamia, na tukamuona mheshimiwa Kawanjiko akiwa pale katikati. NTV wakatupatia very explicit documentary on that day, lakini hawa hujawachukulia hatua yoyote. Aaron Cheriot anatangaza kila siku ya kwamba kama mtu wa support Kasongo in his second term ahame Kericho na South Rift yote. Ilhari Kagushi akisema the same words, mnamhangaisha the entire night. Murkomen umekuwa ukitoa matamshi ya kusema ya kwamba utamshika Rigiji. Wewe nakwambia kwamba wewe jaribu hiyo maneno nasema hapa hivi. Juu tunakuona wewe jaribu. William Samuel Ruto, in the year 2007 you were taken to ICC. Na hii ndio the stage una set in this time and era. Tuseme ya kwamba sisi kama viongozi katika hili eneo hatutachukua hili jambo kwa urahisi. Na we are documenting each and every event. Na tuseme wale goons ambao huwa wanalipwa. Rigiji alituambia tulipokuwa kule Nyandarua ya kwamba wewe ulipwe na ukae nyumbani na hiyo pesa. Hiyo pesa ni yenu. Tunatumia ile nafasi watu wa Orokarau walituonyesha. Hii ni mali yetu. Unapoletewa hii mali, you eat that money and you ensure this government is kicked out. Kwa hivyo safari ya kumpeleka Kasongo nyumbani imeanza. Na 14th we shall see mega meetings ambazo hamjai kuona within this region. Na pia tunawakaribisha wale wengine wote ambao wanataka kuhamia chama chetu, muingie nyinyi nyote ili tuhakikishe kwamba tumeendelea vizuri. Kwa hivyo goons be warned, we shall be on the watch. Asanteni sana, na niseme ya kwamba karibuni sana on the 14th and the 15th of this month. Harambee! DCP. Asanteni sana. Mimi ndiye Joseph Kimani, Chairman DCP Nakuru County, na jina lingine ni Simba. Siku la leo niko na furaha sana hata na ofisi yangu kwa sababu ya vile tumepokea wageni ambao wameshaanza kuwa wenyeji sasa, kwa sababu wamejoin chama chetu cha DCP na wakasema hapa ndio raia iko. Kwa sababu sisi kwa kikwetu hatufuata kiongozi, hafuatwi na watu, kiongozi ndiye anafuata watu vile wanasema. Kwa hivyo wakasikiza ground na wakasema ground inasema kama mnataka tufanye kazi tumweke kwa hizo viti muende DCP, kwa sababu hapo ndipo ambapo kichama kinaongozwa na His Excellency Rigathi Gachagua. Kwa hivyo nawakaribisha nyinyi nyote kwa ofisi yetu ya DCP. Tunajua mlienda na mkaongea na kiongozi na mkapangana na kiongozi na mfanya jambo la maana sana kutabua ofisi ya Nakuru ambayo imesimamia chama na imerida hii chama tangia chama kianze. Kwa hivyo tunawashukuru sana, karibuni tena na tena. Na wale wengine mweacha huko nje, mwambie jia ndio hiyo, kwa sababu wananchi wanasema hiyo ndio jia na hiyo ndio mwelekeo, ndio chama ambacho kitatoa William Ruto ambaye ni Kasongo na tabia zake mbaya na uongozi wake mbaya, hii chama ndio itaondoa, kwa sababu ni chama cha ambacho hakiogopi, ni chama ambao kiko na maumau ambao hawagopi kitu, kwa sababu wanajua ya kwamba huyu mtu akirudi mara nyingine ya pili ni kumaliza, atamaliza ambacho kiko na kutuua na kumtumaliza. Kwa hivyo siku ya leo nawashukuru sana, karibuni tena na tena, na mjisikia mkuu nyumbani. Na siku ambayo ni ya tarehe 14 kama vile wenzangu wamesema, tunakaribisha His Excellency Rigathi Gachagua katika eneo hili letu la Nakuru, kwa sababu ya kwamba watu wamependa na wamemuitisha. Kwa hivyo atakuja na atatuongelesha sisi zote kwa hizo eneo ambazo hakuwa ametembea, ambazo mtaambiwa. Kwa hivyo karibuni sana na msikia mkiwa nyumbani, na wale wengine wote wako hizo njia zenye atapita tunawakaribisha kwa mikutano yetu, na mjue mikutano yetu ni ya amani, isipokuwa Kasongo huwa anatupangia mambo mabaya na watu yake. Kama saa hii nasikia Kadhambi ako kwa mkutano na mtu anaitwa Roko, wakipanga vile watakuja kutuhangaisha. Na kuambia wewe Roko, wewe utakaa kwenyu, na kwa sababu wewe ndio mkabila number 1. Kama wewe unataka kutenganisha Gema, wewe ni nani? Na wewe Kasongo unasema wengine ni wakabila, na mko na Roko pale akisema mlima ipasuliwe. Kwa hivyo Roko ndiye mkabila kabisa, na wewe Ruto ndiye mkabila kabisa, kwa sababu tunajua ya kwamba sio Roko anaongea. Roko akiongea sio yeye anaongea, ni wewe unamtuma. Tunajua wewe mkabila, wewe William Ruto, wewe ndio unatuma Roko akuja afanye hiyo takataka zote. Na tunakuona wewe Roko ukae kwenyu huko. Nakuru ni ya amani na tutafanya mikutano ya amani, kwa sababu Nakuru iko na kabila wote wako DCP.
Hata wakale saa hii wanaitana wakitaka kukuja DCP na wengine wameingia DCP. Kwa hivyo usikuje kutugonganisha na ndugu zetu pale. Ati ndio tuanze vita roko kwa sababu najua umetumwa na William Ruto. William Ruto rudi kwa Eldoret. Wachana na Nakuru. Nakuru iko salama na iko na amani mingi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wale wengine na wananchi, na nimetuma hawa watu waende warejista wananchi wengi kwa chama cha DCP kama member wa DCP. Ndio kwa sababu DCP itafanya nomination ya haki kama vile mliona Olkarau. Kwa hivyo tunawatuma mwende mregister watu kama member wa DCP. Mtaenda kufanya hivyo? Kabisa. Kwa hivyo tumeamua kwamba na tumeelezana kwamba wataenda kufanya hivyo na watasema chama ni DCP, na kwa sababu tunaenda pale mbele hatujaendorse hawa watu. Kwa sababu sisi hatuna ruhusa ya kuendorse mtu. Na hata His Excellency Rigathi Gachagua hana ruhusa kuendorse mtu. Wale wataendorse hawa watu ni raia huko nje ambao ni members wa DCP. Tumekubaliana hivyo. Kwa hivyo watu wamesema wale aspirant msiogope. Wale aspirant mko DCP, mlikuja kitambo msiogope. Nyinyi nyote ni watoto wa baba mmoja, wa mama mmoja, mwende mtafute mkuje. Yule mtu atashindwa, atajua ameshindwa halali, agojea next time ama atafutiwe kwa kitu kingine ya kufanya hapo. Si ni ukweli? Kwa hivyo Mungu awabariki na watende mema. Tukutane tarehe 14 na tarehe 15 tuwafanye hii kazi na tuambie watu chama cha DCP kiko imara. Asanteni sana. Harambee! Harambee! DCP Kiza ground. Guza Rigathi, Guza stima. mimi sina mambo mengi, nataka kuwakaribisha sana waheshimiwa wenzangu, alafu niseme hivi tu. Wewe Oscar Sudi, wewe ni mwanaume na unajiita mwanaume na unasema Rigiji ashikwe. Oba hiyo kazi ya Murkomen upewe kesho, uende Rigiji, uache kidomodomo, maana unaweza pewa na wewe ni rafiki ya Ruto. Si upewe hiyo kazi, uache hiyo maneno ya kushinda ukisema ukitumana, wewe mwenyewe uende umshike. So tunakukanya na tunakuonya, uache kutuletea hiyo kidomodomo na kiherehere yako, uende ufanye maneno yako huko. Sisi tunasema tutakuwa hapa tarehe 14, 15 na mikutano yetu tuaifanya ya amani. Wewe kama kijana umeitwa, umeambiwa utapewa pesa. Chukua pesa. In politics hakuna accounting ya pesa. Kura na ukae nyumbani na usaidie hiyo, ujue tuliambiwa usifikishe hiyo pesa ya Kasongo nyumbani. Uikulie huko na girlfriend. Uite girlfriend mkule naye hapo. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, asanteni sana na Mungu awabariki. DCP leo hii tumekuja kama MCAs wa Nakuru County Assembly, na kile nataka kuambia wananchi wa Nakuru ni ya kwamba chama ambacho kinatawala katika bunge la kaunti ya Nakuru ni DCP. Kati ya wajumbe ambao tuko huko leo hii, hata kukiletwa muswada utapitishwa na wana DCP. Kwa hivyo governor and your team mukae mukijua ya kwamba tutaanza kuchaguana sasa, ndio tujue sasa kinara wa bunge ni nani. Kwa vile bunge yote ya Nakuru imekuwa ni DCP. Kwisha maneno. Sasa tunataka kuambia mpaka speaker ya kwamba next week tunakuja na uniform yetu ya DCP na ni green. Kwa hivyo ukae tayari, kama utatufukuza utufukuze, lakini tutakuja na ishara ya kuonyesha wananchi wa Nakuru ya kwamba chama ambao inatawala katika County Assembly of Nakuru DCP. Pili, nataka kuambia wananchi wa Nakuru, msibabaike. Mwaka ni mmoja. Tutishwe na vile tunatishwa, tupigwe na vile tunapigwa. Mali ya Nakuru tutairudisha baada ya mwaka mmoja. Mpaka hospitali. War Memorial Hospital. Msijali, hospitali yetu baada ya mwaka mmoja itaanza kazi. Kwa hivyo wale ambao walikuwa na tamaa ya kumaliza mambo ya hapa Nakuru, wakae wakijua ya kwamba serikali ambayo inaja, ambayo itakuwa ni ya DCP, itarejesha mali yenu yote na vitu zote ambazo zimeharibiwa
na ile maji yote ambayo inawasafirisha huku ya drainage katika mitaro yetu hapa, mambo inakuja kurekebishwa na chama cha DCP. Mimi tu ningetaka kusema kwa Wakenya wote kabila 44 ya kwamba tuko katika nchi hii kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ni vyema kila kiongozi anayetamka maneno ajue ya kwamba ukienda mwisho wa Kenya na Sudan utakuta Mkikuyu, ukienda huko baharini Mombasa utakuta Mkalenjin, ukienda Murang'a utakuta Mkisii, ukienda Busia utakuta kabila zote za Kenya, kwa sababu tuko katika nchi hii kidemokrasia, tuko katika Kenya hii kikatiba ya nchi hii, na sisi zote tulijikuta when this world was being demarcated, na kila watu wakawekwa katika nchi hii. Wale wanakujaga wageni wanakuja kulingana na sheria za nchi, lakini wanakwao. Kwa hivyo mimi ningetaka kusema ya kwamba kunapokaribia uchaguzi na hata wakati hakuna uchaguzi, Wakenya ni jamii moja. Sisi ni Waafrika. Mwenyezi Mungu alituweka huku. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ana haki ya kuambia Mkisii hufai kukaa mahali fulani, Muluya hufai kukaa mahali fulani, Mkalenjin hufai kukaa mahali fulani, Mkenya au Mkikuyu hufai kukaa mahali fulani. Tuko na haki ya kikatiba kuwa na mali na hata kuishi na kutengamana na jamii zote. Kwa hivyo sisi zote tunataka kuonya hawa wote ambao wanatoa matamushi ya kutaka kupiganisha Wakenya, wajue ni waoga, kwa sababu mtu ambaye anajua amefanyia wananchi kazi katika majukumu yale amepewa ya kuchaguliwa. Sioni haja ya kuchochea watu, sioni haja ya kupiganisha watu, na hali unajua uchaguzi ikija utachaguliwa, na kama ulipewa kazi ya contract ya miaka 5 katika nyadhifa mbalimbali za kuchaguliwa, wewe je unajifuta kazi kwa waajiri. Kwa hivyo tunataka Wakenya wakae kwa amani, wachukue kura, wawe kadi, wajisajilishe katika vyama, na wengi wakuje katika chama chetu cha DCP. Lakini the bone of contention ni vile mambo watu wanapiganisha na kuchocheza Wakenya, na kila mtu anafaa, ule mtu ambaye ni mzalendo, ule mtu ambaye anapenda nchi yake, anakaa akemee hawa viongozi regardless of the positions that they hold in this government, regardless of the tribe that they belong to, kwa sababu Kenya ni ya watu wote, webaba kwa wanono, warefu kwa wafupi, na vyama hivi vyote vimekubalishwa kikatiba na demokrasia inakubali. Na mimi nasema Wakenya wakae kama orokalau, wakule, wakunywe, wapewe blanketi, wapewe boats, wapewe mattress, wapewe kila kitu, lakini ikifika ni kuchaguana, angalia kwa macho yote mbili. Wewe jitume na mawazo yako, hakikisha unachagua kiongozi ambaye ataunganisha jamii zote, mtu ambaye atafanyia watu kazi bila kuwabagua. Lakini mnaona Wakenya wanasema serikali ya William Samoei Ruto ni ya wanta, ni ya wanta, na waiko na sababu za kueleza. Kwa hivyo tuwe watu wa amani, upendo, umoja na udugu na hata ujirani, na Wakenya wasikubali kusikia hiyo maneno ambao ni ya watu wa uchochezi, ni ya watu wa ubaguzi, ni ya watu wa kutumia watu vibaya. Vijana wetu msikubali kutumiwa vibaya, wamama na wazee msikubali kutumiwa vibaya, manake uchaguzi utakuja na uende, na uchaguzi sio uadui. Mashindano ni kuwe na washindi na wenye kushindwa. Mungu abariki Kenya yetu.